Zainab, Zainabu, Zainabu, oh Zainab, Zainabu, Zainabu, usilie Zainab, Zainabu, Zainabu, Zainab, we Zainabu, usilie Zainab, Zainabu, Zainabu. Kwema huko? Nilijua utakuwa umeenda kwako. Kipenzi changu. Yaani hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwa unanikaribisha mimi mpenzi wako? Haya, karibu. Karibu mpenzi wangu. Subiri kwanza Adili. Kuna nini? Hapo hapo ulipo Adili. Geuka nyuma taratibu bila wao kugundua chochote. Alafu tupa macho yako mbele. Subiri. Unataka kwenda wapi? Nataka niwafuate. Nataka nijue wanakwenda wapi. Hapana. Ukiwafuata sasa hivi hautagundua chochote. Yaani hutagundua chochote. Wewe acha wamalize misho alafu wewe unaibukia kama jini. Kama nilivyokuambia njiani, huyu hapa ndio Zainab. Ndio mwanamke anayepitia manyanyaso makubwa, ukatili usiosimrika. Yaani ukatili wake hausimriki wala hautazamiki. Hapo unavyomuona ni mjamzito mwenyekezi. Kakaa tu, lakini ni mimba kubwa ya kujifungua leo kesho. Lakini anapigwa, anatukanwa matusi ya nguoni, anafanyiwa ufedhuli wa kila aina, ananyanyasika, sio wa chakula, sio wa kitu chochote, anamwagiwa maji kama mtoto mdogo, ananyanyaswa mwenyekiti, kiasi kwamba nimeona siwezi kustahimili, siwezi kuvumilia. Na mbaya zaidi mwenyekiti, hawa wana kibinti kidogo, kama sikosei darasa la pili ama la kwanza. Kile kibinti kimekuzwa na maneno makali ambayo baba yake anayatoa kinywani kwake kumtukana mke wake. Mtoto yule anaathirika pakubwa sana. Lakini yote haya mwenyekiti huyu ameshindwa kupaza sauti yake. Mwenyekiti anadhalilika, anafedheka. Yaani je, huu ni haki kweli mwenyekiti? Mwenyekiti, hii sio haki. Haki za binadamu ziko wapi kama mwanamke anateseka kiasi hiki? Ndio maana nimeamua nije kwako kukueleza ili tujue tunamsaidiaje. Kwanza dada Chiku, mimi nikupongeze sana sana. Umenihadithia mengi kuanzia ofisini, njiani, mpaka tunafika hapa tunakuja tunamuongelea huyu binti. Nikupongeze kwa sababu wewe ni mwanamke jasiri ambaye umeamua kuokoa maisha ya wanawake wenzio. Mama, pole sana kwa manyanyaso unayoyapitia. Mimi niseme tu, mimi nimekuja hapa kuiwakilisha serikali. Kwa hiyo naomba wewe mwenyewe, wewe ndo muhanga mwenyewe, unihadithie kwa mdomo wako unyanyasaji unaopitia, ili mimi niweze kuchukua maelezo yako, niafikishe mbele kule ya sheria ichukue mkondo wake. Kwa taarifa yako tu mama, hakuna mtu yuko juu ya sheria. Huyo mume wako awe sijui ni nani, mtoto wa nani, sijui anafanya shughuli gani, hata awe vipi, yuko chini ya sheria. Kwa hiyo mama, wewe ni hadithie yote unayoyapitia, alafu mume wako aweze kushughulikiwa. Zainab, ongea, huu ni wakati wako sasa. Kwa hiyo mimi naomba unielezee. Eleza, paza sauti yako, huu ni wakati wako wewe sasa kujikwamua na mateso ambayo ulikuwa unayapitia. Muonyeshe mumeo kwamba unaweza kujipambania mwenyewe. Ongea Zainab.
Mwenyekiti. Kwanza niseme samahani sana kwa usumbufu. Bila samahani mama, usio na wasiwasi. Lakini mwenyekiti, mimi mbona sina matatizo yoyote? Ndiyo, sina matatizo yoyote yani. Labda itakuwa tu Dachiku amekosea nyumba ya kukupeleka. Ni kweli mwenyekiti? Naam. Mimi ofisini kwako sipajui wewe? Unaijua? Nishawahi kutoka kuja kukuelezea matatizo yangu. Kiukweli mwenyekiti, mimi sina tatizo la aina yoyote. Isipokuwa tu labda Dachiku ana yake mengine. Kwa sababu hata siku moja sijatoka kwenda kumwelezea mimi matatizo yangu au kumwambia mimi nina matatizo. Sasa inakuwaje leo hii mimi nisijue ndoa yangu, ila isipokuwa majirani kama hawa wao ndio wanajua vizuri ndoa yangu? Mwenyekiti, mimi tangu nimeolewa mpaka nimefikia hapa nilipo, sijawahi hata siku moja kupata kofi la mume wangu. Hata kunisonya hajawahi kunisonya mume wangu. Sio tu kunipiga. Mume wangu ananipa chochote ninachokihitaji. Yaani chochote, mimi na mtoto wangu. Sasa sijui hawa watu wanataka nini hasa kwenye nyumba yangu? Wanataka nini hasa kwenye ndoa yangu? Mpaka wanataka kunigombanisha mimi na serikali yangu. Huyu dada Chiku ni mfukunyuku kama fukufuku. Wewe nini? Nini? Unataka kusema nini? Ngoja. Wewe hamwezi kugombana mbele ya kiongozi wenu wa serikali jamani. Zainabu. Mama, samahani sana, tunaomba utusamee. Sawa mamangu, haina haja ya kugombana. Maelezo yako nimeyasikia. Lengo la kuja kwangu hapa nisikie maelezo yako kutoka kwenye kinywa chako. Lakini nimeyasikia mama. Asante mamangu. Twende Dachiku bwana. Haina haja ya kugombana hapa. Katika maisha yangu yote nilioishi na wewe, sikujua kama wewe mke wangu ni mwigizaji. Unajua ni mwigizaji sana. Unastahili tuzo Mama Faraja. Mama Faraja, unastahili tuzo. Lakini nikwambie kitu kimoja. Hii sio kama umejiokoa wewe peke yako. Hii imekufanya umuokoe mpaka huyu mpumbavu mwenzio, mjinga mwenzio Faraja. Umekufanya umuokoe mpaka mwanao kwenye mikono yangu. Nikwambie kitu Mama Faraja. Subiri hapo hapo nikuonyeshe kitu. Subiri nikuonyeshe kitu. Nafikiri unayajua. Nafikiri unayajua. Haya, wewe unayajua? Umeshachelewa. Mama Faraja, ulishachelewa. Unajua nataka nifanye nini kwa mpumbavu huyu? Unajua nataka nifanye kitu gani Mama Faraja? Subiri nikuonyeshe. Subiri. Haya. Madaftari ya mwanao. Madaftari ya mwanao, si ndio? Baba Faraja anafanya nini? Haya. Unaweza ukayachukua sasa.
Unajua kwa nini nimefanya hivi? Unajua kwa nini nimefanya hivi? Ni kwa sababu yako wewe Mama Faraja. Ni kwa sababu yako wewe. Nilikuambia hivi, sihitaji takataka wala mpuuzi yoyote wa kufika hapa nyumbani kwangu. Ulichokifanya wewe, umewakaribisha wale watu wamekuja hapa nyumbani na yule chushushu mwenzio. Nilishakukatalia, sitaki mtu hapa nyumbani kwangu. Nilishakwambia. Tena na upumbavu na kero ulionipa nikazidi kujisikia hasira na ujinga uliofanya, ukawapa na viti vyangu wakalie. Lakini huwezi kumfanya hivi mtoto wetu, ni mwanetu Bafaraja. Sawa. Na ninachotaka nikwambie, sasa hivi nitakachokuwa nakifanya kwa mwanao, kwa ile paka ile, takataka ile, kuanzia leo nitakuwa nakagua madaftari yake atakapokuwa anakwenda shule na kurudi hapa. Sasa niambie, sikuandika. Mama Faraja, utanilaumu, utanichukia na hautotamani kuniona kwenye maisha yako. Sitopiga ile punda. Huyu ni mtoto wetu jamani. Kwa nini unafanya hivi? Haya maisha, shida matatizo tumeumbiwa, na kila kukikucha mwombe sana Mungu atafanya njia. Linakuja hili na lile, huyu na yule, marufuku kukata tamaa. Watasema hivi na vile, huku na kule, ila amini utashinda mama. Show them woman power, woman power, woman power in the whole society. Woman power, woman power, woman power in the whole society. Karibu. Karibu shemeji yangu Adili. Leo ndio mara yangu ya kwanza natia mguu kwenye nyumba yako. Chiku, unaweza ukafanya kila kitu katika hii dunia. Unaweza ukafanya chochote unachokitaka. Lakini kaa mbali na familia yangu. Kaa mbali na familia yangu, Chiku. Inaonekana wewe ni bingwa wa kupika maneno eh? Wewe ni bingwa wa kupika mpaka maneno kwenye ndoa za watu. Remember. Ukiona mguu tena unarudi hapa, I swear to God, utanichukia Chiku. Acha! Chiku, acha! Acha! Nimeacha shemeji yangu. Mungu. Kama ndugu yake sawa. Haya maisha, Kaka Asha, shida matatizo tumeumbiwa, na kila kukikucha mwombe sana Mungu atafanya njia. Linakuja hili na lile, huyu na yule, marufuku kukata tamaa. Watasema hivi na vile, huku na kule, ila amini utashinda mama. Show them woman power, woman power, woman power in the whole society. Woman power, woman power, woman power in the whole society.